Hello, uh, karibu katika chaneli hii ya Maisha Bila Mipaka. Hapa tunapenda kuzungumza mambo mbalimbali yanayokumba vijana, pia jambo lolote ambalo linaweza kumkumba mtu ndani. Pia tunaweza tukazungumza maswali mengi. Leo ningependa kuzungumza kwa nini watu wengi wanakata tamaa. Unajua, wengi sana wanakuwa na jambo la kusema, lakini mara nyingi sana wengi huangukia kukata tamaa. Leo nitakuja na mambo yangu matano, lakini pia wewe unaweza kusema jambo lako lingine kwa mtazamo wako wote, kwa nini watu wengi hukata tamaa. Lakini pia inawezekana hata wewe ukakata tamaa. Inawezekana pia ukakata tamaa kuja kwenye mstari, lakini sasa na wewe pia unaweza ukashare tu kwamba kwa nini watu wengi wanakata tamaa. Kwa kuanzia, je, ulishawahi kuanza jambo kwa nguvu nyingi kisha kuachia njiani? Hilo ni swali ambalo mara nyingi unaweza kujiuliza. Lakini pia ni kwa nini watu wengi hukata tamaa kabla ya kuona matokeo? Alafu kingine leo tutajifunza kwa sababu zinazowafanya watu wengi wakata tamaa. Kwa hiyo yale maswali mengi ambayo unauliza kwa nini watu wengi walianza jambo alafu wakakata tamaa, unaweza ukashare pia sisi pia kupitia kwenye comment hapo. Ukaandika chochote kwamba unaonaje na unaonaje swala la kukata tamaa, utachambua nini kufanyaje. Kwa karibu tujifunze pamoja. Kwa leo, kwa kuanzia kwa pointi ya kwanza, watu wengi wanataka matokeo. Kwa hiyo watu wengi wanafikiri kwamba kufanikiwa huja kwa haraka, kwa hiyo wanataka matokeo ya haraka. Na kwa vile wamechuni ubongo wao kwamba kitaka kitu jambo lazima kifanikiwe na pia lazima kitoke kwa muda mfupi, hiyo husababisha ubongo nao kuathirika, kujua kwamba nimekosa sasa hivi, kile nilichokipata nimekikosa. Kwa mara nyingi wanaotaka matokeo haraka mara nyingi husababishia kukata tamaa. Kwa watu wengi hawapendi kusubiri. Pia wanaanza biashara, wanataka mafanikio ya papo kwa papo. Pia wanaanza kutafuta kazi leo, wanataka kuajiriwa wiki hii. Kwa hiyo mara nyingi wale ambao wanataka matokeo ya haraka wanapitia changamoto hizo, lazima. Pointi ya pili, wanajilinganisha maisha yao na wengine. Kwa hiyo tunasema hiyo ni kujilinganisha na mwingine. Unakompea maisha yako na mtu mwingine, wakati wewe ni wewe na wewe haitakuwa mwingine, na wewe haijakuwa mtu mwingine kuliko wewe. Kwa unapojilinganisha mtu mwingine na wewe, unafanya makosa sana, kwa sababu ubongo wako unaanza kufikiri, una shift maisha yale yaenda kwa maisha kwa yule mtu mwingine. Kwa kuona wengine wanafanikiwa kwa haraka kunakatisha tamaa. Pia kila mtu ana safari yake, kwa sababu umezaliwa peke yako, wewe umezaliwa mapacha, lakini kila mtu ataanza safari, ataisha safari. Kwa mara nyingi unapoanza jambo sio lazima lifanane na ndugu yako. Au unapoanza jambo sio lazima ufanikiwe. Unatafuta pesa, inawezekana unatafuta pesa, lakini unapoanza kushika njia kutafuta mafanikio, sawa ya sehemu ya mafanikio, sio lazima mfanane. Unaweza mwenzako akaenda mteremko na kuna mwingine anaweza akaenda milima na mabonde, lakini baadaye lazima afanikiwe. Ndio maana unaona nasema kwamba watu wengi hawapaswi kujilinganisha na watu wengine, kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake na kila mtu ana uwezo kufikiri kivyake na akachagua. Pia pointi ya tatu ni hofu ya kushindwa. Watu wengi huacha kabla ya hawajajaribu tena. Unakuwa kabla hujaanza, lakini umeshaanza kuwa give up. Unakuwa kila muda unaanza ku give up. Kushindwa mara moja imaanishi umefeli maisha. Kwa hiyo ile hofu unatakiwa uiondoe. Hiyo ndio sababu yako ya msingi ya kusababisha wewe ukata tamaa. Na hofu ni mfumo wa ubongo unasababisha kwamba unaogopa kitu ambacho kisichokuwa ukijui, hakijatokea, unaanza kukiogopa kwenye ubongo wako. Pointi ya 4 ni kukosa watu wa kuatia moyo.
hapa nilisema watu kuwatia moyo, kuna wengine wanajua kutia moyo na kuna wengine wanatia moyo na kukatisha moyo. Wanakuambia endelea, unaweza ukafanikiwa. Tofauti na mtu anayekwambia endelea, utafanikiwa. Kuna watu wawili hapa. Kuna mtu anaweza kukwambia endelea, utaona, lakini unaweza ukafanikiwa. Na kuna mtu mwingine anakuambia hebu tuone leo umejaribu, hebu ufanye hivi. Maana kwamba anakutia moyo. Ni sawa sana mtu anayekufanyia follow up. Follow up ni mtu ambaye, mfano kwa watu wa hospitalini tunasema kwamba mtu ana mgonjwa anaumwa, baadaye discharge, pengine baada ya kumdischarge umeona matokeo yake ni mazuri, alafu unamfanyia follow up. Kumfanyia follow up maana yake kwamba unamtazamia tena aje tena na wewe. Na yeye kwa jinsi moyo ukarimu, akija kijua mara daktari ananiangalia, anajua kuna kitu ambacho kinajengeka ndani, kwamba uwezo wa ndani unajua kwamba sasa hivi nitapona, hata kama ilikuwa na imani kwamba zile dawa zitaponesha, lakini ile kumfuatilia kwamba kwamba kuna matumaini, hiyo kumpa nguvu kabisa thabiti kwamba kuonekana kwamba anapona. Kwa hiyo mara nyingi ukipata mtu mzuri anayekutia moyo kwenye jambo lako, ambaye hawezi kucrash, anaweza kukupa mtazamo na kukwambia ukweli, ni sawa kabisa. Kwa hiyo epuka watu ambao wanakosa kwa kutia moyo katika maisha yako. Pia marafiki wanaokatisha moyo au kukatisha tamaa wanaweza kurudisha nyuma tena. Ukipata marafiki ambao si wazuri, najua tuna marafiki wengi. Unaweza kuwa na rafiki ambaye unapenda kuzungumza mambo yako ya siri. Kuna rafiki unaweza kuzungumza naye mambo yako ya familia yako. Kuna rafiki unaweza kuzungumza mambo yako ya kazini. Sasa inategemea wewe uko kwenye aspect gani. Kwa kama utapata rafiki sahihi katika muda sahihi, ni rahisi kukuongoza katika sehemu hiyo ambayo unataka kufika. Kwa hiyo mara nyingi ukikosa mtu ambaye anakutia moyo kila siku, anayekuboost, anakujulia hali, ni kama safari nyingine, safari yote kama unakwenda safari, ukiomba pole, endelea, kazana, kuna kitu unapata, hata kama atakuwa hana imani hicho kitu unachofanya wewe, lakini akishakutia moyo, wewe unapata tena nafasi mpya tena ya kudevelop nini, new ideas, yani maana yake mawazo mapya. Pia pointi ya 5 ni watu wengi hawana sababu kubwa, wana sababu kubwa au hawana sababu kubwa ya kuendelea. Ukijua kwa nini unaanza jambo, ni rahisi kuvumilia. Unapojua jambo kwa nini umelianza, ni rahisi wewe kulivumilia. Kwa hiyo mara nyingi, kwa sababu umelianza jambo, unajua wapi pa kutokea. Na tofauti na mtu ambaye ameanzishiwa jambo na mtu fulani kwa sababu kwamba ameambiwa kwamba pale ukilima karanga zitatoka. Lakini hiyo tofauti na mtu ambaye ameanza kufikiria kwamba hapa nikilima karanga nitatoboa. Kwa hiyo pale yule mtu wa kwanza ambaye ameanzishiwa kitu fulani, ni rahisi kukata tamaa, kwa sababu mara nyingi yeye alikuwa hajui kwamba kuna uwezo wa kupata tamaa. Hata kama aliambiwa fursa hiyo, lakini akalazimishwa kuanza kitu. Kwa hiyo ni rahisi kukata tamaa. Lakini mtu ambaye ameanza mwenyewe na amekusudia kuanza mwenyewe, mara nyingi sana hawezi kukata tamaa. Mara chache sana kama ndipo atakuwa amekosa hizi pointi za juu hapa za kusema kwa nini watu wengi wanakata tamaa, kukosa watu kutia moyo. Kama atapata mtu kutia moyo vizuri, ataendelea. Kama atakuwa na hofu, ataendelea. Kama ataweza kulinganisha maisha yake na maisha ya watu wengine, anaweza kuendelea. Kwa mara nyingi ukiwa una sababu ya kuanza jambo, uweze kukata tamaa. Yaani mpaka mwisho uweze kukata tamaa. Endapo hapo pointi zote nilizosema hapo juu zitakuwa ziko very very constant, uweze kukata tamaa. Kwa hiyo mara nyingi jua sababu yako kwa nini unataka kufanya jambo na kusudia kwa kweli au kuazimia. Alafu pia katika mwisho kumalizia, katika hili somo letu tunaweza kupata vitu vitatu hapa. Kukata tamaa ni jambo la kawaida. Ndio umeshakata tamaa, lakini unakuwa kwenye pointi za kukata tamaa, lakini ujue ni jambo la kawaida. Ili sitokee tena jambo kukata tamaa na wewe tena ukaendelea kukata tamaa moja kwa moja. Kwa hiyo tunasema usikate tamaa alafu ukaona unakata tamaa, ukaona ile jambo sio kawaida, lakini kukata tamaa ni kitu ambacho cha kawaida. Pia katika somo hili pia unataka kuona kwamba lakini waliofanikiwa sio wale ambao hawakuanguka. Hapo ukisema lakini waliofanikiwa sio wale ambao hawakuanguka, maana kwamba
ujue kwamba kuna wengine wanafanikiwa lakini walipata shida au walipata changamoto za maisha na wakainuka, ila kuna wengine walianza kufanikiwa hawajapata mgogoro wote wa kukatisha tamaa au any kind of obstacle ambayo inaweza kumsababisha mtu akakata tamaa. Kwa hiyo pointi nyingine ya mwisho ni wale walioanguka pia waliinuka. Wanasema when you fall down you must stand up again. Na hii dunia inataka watu imara sana, watu wako very competent sana. Haijalishi sijui uko kwenye mazingira gani, sijui uko kwenye sehemu gani, sijui uko ndani ya nchi au nje ya nchi, lakini nataka watu wako very very competent sana. Inawezekana una kidogo lakini unaweza kuwa na mambo mengi, unaweza ukashare vitu vingi, unaweza ukajua jinsi unaweza kufanya. Kwa mara nyingi kwa hitimisho, kama leo umekata tamaa, usiache safari yako. Keep going. Keep going. Pia endelea hatua moja baada ya nyingine, lakini pia matokeo yanaweza kuchelewa, lakini juhudi za kweli huwa hazipotei. Na kumbuka, mafanikio sio kwa wale wanaoanza kwa nguvu. Nasema mafanikio sio kwa yule mtu ambaye anaanza kwa nguvu. Mafanikio ni wa wale wanaoendelea hata wanapochoka. Kwa jifunze kuwa na kubadilika. Jifunze kukua na kubadilika. Kwa sababu mafanikio sio yule mtu anaanza by force. Mafanikio mmeanza kukimbia kwenye mashindano tunazungumza. Yule mtu anayekimbia mita 100 anaanza kwa spidi kubwa kulingana na objective yake. Lakini kuna yule mtu ambaye anakimbia mita 1000. Yule anaweza kaa anaenda kwa malengo. Haanzi kwa nguvu lakini anakuwa na ile consistency. Hawachoki. Kwa hiyo tuseme sasa kwenye mafanikio ya maisha, tuchukue kwenye mtu ambaye anakimbia mita 1000. Kwa mtu anayekimbia mita 1000 tunazungumzia ni kama mtu ambaye anaona katika maisha sasa hivi, ambaye kumejia dhiki, kumejia shida na magonjwa mengi. Kwa hiyo you have to trust yourself. Jiamini, alafu nenda hapo pole. Sio lazima uanze kwa nguvu. Sio lazima uanze kuteremsha na ghorofa watu wakuone umefanikiwa. Hapana, unaweza kuanza na vitu vidogo, alafu ukawa unafanya consistency, then alafu ukapata kwenye peak, alafu kaendelea. Asanteni sana. Karibu tena, na usisite kutoa maoni yako. Kama unaona hapo na jambo unaweza kucomment kwenye video hii, comment, toa mawazo, toa swali ambazo unaweza kushare na wengine wakapata, kwa sababu mara nyingi vijana wengi tunakata tamaa, na pia sio vijana tu, hata wazee na wengine pia wanakata tamaa. Wapo wengi wanakata tamaa, lakini pia wanaweza kusikia wewe kwenye comment kupata nafuu, au wanaweza kusikia sauti hii wakafika mbali. Kwa hiyo nashukuru, na kama ulikata tamaa zidi kuendelea kufanikiwa zaidi, lakini kama umekata tamaa, pambana, amka. Sababu mafanikio sio kwa wale watu ambao wanaanza kwa nguvu, not by force. Asanteni sana, zidi kubarikiwa sana.